Injili Yesu aliyohubiri, amehubiri injili katika nyakati za Agano la Kale. Agano Jipya linazaliwa baada ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Kwa chochote Yesu alichokuwa anakifanya akiwa hai haikuwa ni agano jipya. Agano haliishi, haliwezi likawekawa mpaka yule mwenye agano afe, agano linaishi. Kwa hiyo ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume ndio utaona kanisa linazaliwa pale ambapo Yesu amesema nendeni Yerusalemu. Waliambiwa nendeni kakae Yerusalemu. Siku 40 baada ya Pasaka wanamsubiria Masihi amtume Roho Mtakatifu. Hapo ndipo kanisa likazaliwa. Hapo ndipo Roho wa Mungu alianza kuishi na wanadamu, kukaa ndani ya wanadamu. Amen. Yesu akiwa kama alikuwa anaweza kawapa watu nguvu, akawajaza watu nguvu, lakini alikuwa hawezi kuishi ndani ya roho zetu, kwa sababu sisi na yeye tulikuwa wote mwili kama kawaida. Lakini wakati akiwa kwenye agano la kale, sio kwamba Yesu hakuwepo kwenye agano, lakini hakiwa neno. Wakati akiwa neno katika agano la kale, Biblia inasema agano la kale ilikuwa ni promise of God, ilikuwa ni ahadi ya Mungu. Agano jipya ni timizo au agano jipya, sawa? Agano jipya linamaanisha ni kama fulfillment of the promise, ni manifestation, ni udhihirisho wa kilicho neno, kinafunuliwa kilichokuwa kimefichwa kwenye agano la kale, ndicho kinachokuja kufunuliwa kwenye agano jipya, kidhihirisho wazi wazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Yesu agano la kale ni neno, ana neno kama neno. Yes. Na sehemu zote kwenye kitabu kinaandika Bwana, Bwana, Bwana. Agano la kale inaandika Bwana. Sehemu yote unakuta Bwana kwa herufi kubwa, ni Yesu ana neno pale. Na ndio maana Biblia inasema naye neno akawa mtu akakaa kwetu. Huyo neno ambaye alikuwa mtu akakaa kwetu, alikuwa mtu wakati gani? Fulfillment. Maana yake anakuwa mtu kwenye agano jipya ambalo linakaribia kuja. Haleluya. Neno lina manifest